Msichana alitembea hadi dirishani na akaanza kuvua nguo zake polepole. Kisha akalifungua dirisha kwa nguvu na kuruhusu mvua baridi imwangukie mwilini. Eli alifanya hivyo kwa sababu mkuu wa shule ya watawa alikuwa amekataa mapenzi yake. Hasira na maumivu vilimfanya Eli apate wazo la kutisha sana. Usiku huu alibeba shoka na kupanda juu ya mnara wa kanisa la watawa. Alivunja sehemu ya uzio wa usalama pembeni ya mnara. Baada ya hapo akarudi ndani na kuchoma barua zote za mapenzi alizokuwa ameandika kwa mkuu wa shule. Eli alijua kwamba kila usiku mkuu wa shule upanda juu ya mnara huo kutazama nyota. Hivyo alifika mapema na kusubiri. Mkuu wa shule alipofika, Eli alijifanya mwenye huzuni na akaomba kumbatio. Mkuu wa shule hakutarajia jambo hilo, lakini ghafla Eli alimsukuma na kubadilisha nafasi naye, hivyo mkuu wa shule akaanguka kutoka juu ya mnara na kufa papo hapo. Siku iliyofuata mtawa mzee alimwamsha Eli kwa haraka sana na kumwambia kwamba mkuu wa shule alikuwa ameanguka kutoka mnara na kufa usiku uliopita. Ingawa Eli alijua vizuri kilichotokea, alijifanya hajui chochote. Ili kuepuka tuhuma, Eli alikimbilia mikononi mwa mtawa huyo na kuanza kulia kwa huzuni. Ili kuonekana zaidi kama anaumia, hata alijifanya kuzimia kwa majonzi. Baada ya mazishi ya mkuu wa shule kumalizika, kanisa lilituma mkuu mpya wa shule. Jambo la kwanza alilofanya mkuu huyo mpya ilikuwa kumfukuza Eli. Eli alikuwa amefanya makosa mengi ndani ya nyumba ya watawa, hivyo mkuu mpya hakutaka aendelee kubaki hapo. Alimwambia kwamba kesho yake mtu angekuja kumchukua na kumpeleka mahali pengine, lakini Eli hakujua angepelekwa wapi. Usiku huo Eli alipakia kila kitu alichoweza kutumia ndani ya begi lake la safari. Siku iliyofuata aliingia kwenye gari akiwa na wasiwasi mkubwa, lakini wakati gari lilipokuwa linapita kwenye shamba, kitu cha ajabu kilitokea. Pembeni mwa barabara kwenye nyasi, Eli alianza kuona watu waliowahi kusababisha vifo vyao wakitokea mmoja baada ya mwingine.